Sasa unajua ukishakuwa mtu wa football na unafanya mahojiano ambayo unajua kabisa yatakwenda kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, na wachezaji ambao wapo kambini watakwenda kuona, wakiona kiongozi umesimama unashupaza shingo kwamba Yanga haifungwi mara mbili, unawafanya wanapata kitu kinaitwa kujiamini kuliko kupitiliza, overconfidence. Kwa hiyo kuiua ile na wewe unakuwa na wasiwasi. Mimi jana nimerudi kambini, Djigui Diarra anaonyesha ile interview, ananiambia mbona kama una wasiwasi? Maana yake message nilikuwa nimeificha pale kwamba viongozi tuna wasiwasi, tunahitaji wakapambane, ilifika kambini. Ningeleta pale ukomedi pale kuaminisha kwamba Yanga haifungwi mara mbili, leo pengine Faisal angetuzuru tena. Lakini concentration ilikuwa juu. Chance ambazo amepata Azam ni chance za hatari. Lakini Diarra ipo juu concentration, anajua ni mechi ngumu, akaweza kuzifanyia save. Kwa mimi nilikuwa najua kwamba ni ngumu kumshona Yanga back to back. Timu moja, yani mfunge leo Yanga Jumatatu, mfunge Yanga Jumatatu, ni ngumu. Lakini kwenye ushindani hutakiwi kuja kama limbukeni. Una cool. Unawapa wachezaji deni. Na hata mashabiki wanachama wa Yanga jana kuamkia leo walikuwa wanawapush wachezaji kwamba itakuwa fedheha tupoteze kombe la shirikisho alafu tena tutolewe kileleni kwenye mechi ya ligi. Kwanza wameshinda ngapi wapinzani wetu? 3-0. Zingekuwa 7. Hazina maana yoyote. Ni kama ile baskeli tu ya kunolea visu bila zako ndani. Kwe. Ukifungua pazia ipo nje hapo. Whitney umekonda. Swali lingine waandishi, ndugu zangu. Mchezo uliopita dhidi ya Azam tulisema kwamba Ibrahim Baka atakwenda kuomba radhi kwenye mchezo. Sahihi. Ulitabiri nini semaji? Leo tumemshuhudia amefunga. Sikutabiri chochote zaidi ya kuona nini Baka amekipitia. Unajua timu kubwa hizi player wanaofanya mistake hata ya bahati mbaya. Kuna mtu mmoja nimeona jana nimeona kuna clip imetengenezwa hivi makosa ambayo Baka anafanya kwenye mechi za Azam. Yaani kuna clip yuko na trend mtandaoni jana. Baka ameiona ile na yeye. Kwa hiyo ukimwangalia mchezaji pale kambini na akatuambia jana mazoezi. Nilikuwa naongea naye mwishoni, ngoja mje mazoezi, nilikuwa naongea naye mwishoni. Akaambia kiongozi, Yanga mimi siliniona uwanja huu, New Amani Complex. Basi ikibidi mimi roho yangu itabaki hapa, Yanga iondoke na ushindi. Jana wakati tunaweza mazoezi, aliniambia ikibidi hapa ambako Yanga waliniona mara ya kwanza wakanisajili, mimi roho yangu ikibidi itabaki hapa, tupate matokeo mazuri. Na leo wamepambana, Mungu amemjalia, goli tufungulia mchezo kafunga yeye, na pia alikuwa yuko very compact kule nyuma na Mwamnyeto. Kaanza yule Ngita tumeblock, kaja Kitambala tukablock vile vile. Maana yake zero defenders wetu wawili leo, Mwamnyeto na Baka, wamecheza vizuri dhidi ya washambuliaji wazuri. Na mimi niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, Yanga kwenye hizi mechi mbili ndio tumecheza na timu bora zaidi katika kipindi hiki hapa Tanzania. Kama mtu haamini maneno yangu, atakutana nao hapa. Atakutana na Kitambala bora. Si mmeona rais kumkaba Kitambala bora? Jiandae. Sijui doloko. Kitambala bora. Au nipige ile kidogo akitapiga baadaye. Tumefunga timu bora kweli season hii. Azam tuliwapongeza mwanzo walivyotufunga na tunawapongeza pia leo kwa mchezo mzuri. Leo tulikuwa bora, timu kubwa imefanya reaction nzuri, tumepata matokeo mazuri alhamdulillah. Semaji, hii ni mechi ambayo kila mmoja alikuwa anapiga hesabu pengine Yanga Afrika angedondosha alama, ubingwa ungeenda timu nyingine. Unadhani ni kwa nini ilikuwa imewaziwa hivyo, lakini pia ni kama mmeenda kuvuruga matumaini ya timu nyingine kwa bingwa? Hapana. Tena niwaambie wana Yanga tusiingie kwenye mtego huo. Ukiangalia msimu huu mechi ambazo tumeharibu kwenye ligi ni mechi za kawaida kabisa. Yaani tumeharibu mechi na Mtibwa, tumeharibu mechi na TRA, tumeharibu mechi Dodoma ametufunga, timu za kawaida kabisa. Kwa leo tunajivunia tumepata matokeo mazuri, ila sio siku ya kusherehekea. Mechi mbili zilizobakia mbele hizi, TRA na JKT, ni mechi ngumu. Lazima tuendelee na tahadhari zetu na umakini wetu kwenye kuziendea hizo mechi.
Ligi mwishoni hapa haihitaji sana timu iwe bora. Inataka timu iweze kushinda mechi. Basi. Yaani kwenye pitch hata ukipiga pasi 8 ukapata goli moja mechi ikaisha 1-0, wewe ndio bora hapa mwishoni. Kwa hiyo ni waombe wana Yanga. Najua saa hizi kuna kundi la machawa limepandikizwa mahala. Yanga haichezi vizuri, Yanga sio timu bora, Yanga sijui nini, semeni sawa, ila Yanga atakuwa bingwa. Kudadadeki. Hivyo Yanga mbovu, Yanga sijui nini, Yanga itakuwa bingwa. Na bingwa anacheza hivi mwishoni. Kwa hiyo hizi mechi mbili za mwisho ni mechi ngumu, na tarehe 27 pale KMC Complex palikuwa pana ratiba na timu nyingine pale. Nafikiri ishafukuzwa pale. Shatimuliwa. Watawaambia wanaenda kucheza wapi. Tarehe 27 Yanga Afrika tu pale KMC Complex. Saa 10 jioni. Tuje kwa wingi wana Yanga. Tusukume. Hapa Zanzibar leo nimeona mashabiki wenye moyo kweli. Pigwa ngoma kutoka mwanzo mpaka dakika 90. Hata kama player wamechoka wanapata hamasa. Kwa hiyo ni waombe wana Yanga matawi yote. Tarehe 27 kila tawi lije na ngoma yake. Tupige pale KMC, wachezaji wapate hamasa, tupate matokeo mazuri inshallah. Hao mashabiki wachache wazuri hawa leo masifia, lakini walikuwa wachache sana. Washabiki hawakuwa wengi leo, lakini impact yao ni kubwa kuliko wangejaa. Impact yao ambao wamekuja leo wameonyesha namna gani wanataka tuisupport team. Kwa hiyo hawa wanatakiwa wawe mfano. Tukirudi pale KMC wakasimame na timu tena, tupambanie ubingwa inshallah. Huu ubingwa huu sisi ndo tunajua tunayoyapitia. Kwa hiyo tupambanie tuupate kwanza mpaka mwisho. Msimu mgumu Jadu. Kuna namna unaona kwamba kama Simba na atachukua ubingwa CRC kuna namna itawatesa, ndio maana naamua mwende kuisupport Azam. Hapana kabisa. Sisi tumecheza na Azam Mwanza. Wenzetu wakatangaza wanaisupport Azam. Kwani ilikuwa kificho? Walifanya siri? Ilikuwa siri? Hapana, si ndio? Na sisi tutaisupport Azam finali, kuna baya. Sasa sisi tunawasupport kimwili, kiroho, kinafsi. Everywhere together as one. Hatufichi, together as one. TFF watangaze kituo, tutapanda mabasi. Tawi la Yanga Mtogole, tawi la Yanga wapi tutakwenda huko. Kwani unasupport vipi? Tutakwenda physically. Kitambala bora, yani tuko hivi tu. Bala asanteni bwana.